Those who know me, they know where I've come from. When I say God is supreme, I understand why God is supreme. I knew where I've come from, and I know where I'm headed to. God has prepared a way for me, and I want to tell my detractors that anybody, man or woman, who will try to stand on my path to occupy the pedestal that God has prepared for me, shauri yako. God will deal with you. You will not live to succeed. Mimi Didmas Wekesa Barasa, kijana ya mjane, kijana ya Mungu, sina chuki na mtu yeyote. Wale wananipangia mabaya, sitawajibu kwa kuwapangia mabaya. Sitatumia nguvu ya mangumi ya mipini, nitatumia akili yangu ya kusonga mbele. Hawa watu wa hasira yao kubwa, ni vile nilisema Mungu amenitumia kama mjumbe wa kimilili kuleta mabadiliko katika nyanja sekta ya elimu, na nikasema niko tayari tena kujiachilia ili Mungu anitumie kama governor wa Bungoma. Hiyo ndiyo iliwaingiza kiwewe wakatetemeka kabisa. Walikasirika zaidi wakati nilienda pole pole nikatafuta speaker wa National Assembly Moses Wetangula Papa Roma, nikakaa chini na yeye akaniuliza, kijana, the seat of governor ni kiti ambayo haihitaji mzaha. Akaniambia, I've given you 15 minutes. Tell me what you will do for the people of Bungoma that the current governor and the other one have failed to do. Nikaporomosha kizungu mpaka Papa Roma akaitingisha kichwa namna hivi, akaingia box, akasema kura yake atanipigia mimi. So wakati yeye aliamuka akasema kura ya governor 2027, yeye kama Moses Wetangula ataambia watu yake wote wa Fort Kenya pamoja na wafuasi wake wote pamoja na watu ya Bungoma wanipigie mimi kura. Hiyo watu walikasirika zaidi. Nataka kuambia hao watu kwamba mwaka huu kuanzia wiki ijayo, mimi kijana ya mjane, I am not cooling down, I'll be more hotter. Shauri yao, wakitaka kujinyonga waende wajinyonge. Vile nimekuja hapa na kudifuse ile propaganda ya wale wakora, ambaye wale wakora wako katika hii file, kuanzia hapa ndawaonesha, na mtu akuje hapa asome ndio mjue mahali ile masaibu ya kwenda kwa TV inatokea. Ndio naambia nyinyi watu ya media, watu ya wanahabari, usipigiwe simu na mtu atitangaza hii na wewe unatangaza, na ukweli unajifanya namna gani? Unadhihirika. So this is also very important. The genesis of the story kuenda kwa Citizen TV ni hii ripoti ambayo mimi mwenyewe nilikuwa nimeitisha, na ripoti ambayo ni mzuri sana. Kuna mtu ambaye hakuwa na habari kamili, alisikia tu yuko mainginia wanafanya audit. Huyo mtu naenda kumtaja saa hii. Hii file ni ya mfanyikazi wangu wa zamani ambaye alikuwa anafanya kazi katika CDF. Huyu mrembo tuliajiri yeye tarehe 14 mwezi wa pili mwaka wa 2018 akiwa kama accountant ya CDF ya Kimilili. Huyu mrembo anaitwa Metrin Nekesa Msanga. Huyu Metrin Nekesa Msanga anatoka Kakamega. Ni msichana ambaye ni msichana ya bidii, msichana mzuri sana. Msichana mwenyewe huyu
bwana yake ni ndugu wa Cleophas Malala ambaye ndiyo Secretary General wa chama yetu ya UDA. Wakati Cleophas Malala aliappointiwa akapewa nafasi kama Secretary General wa UDA, akakuja akachukua huyu msichana akaenda na yeye. Sasa yeye ni finance officer wa chama cha UDA hapo UDA headquarters, ambao Cleophas Wahungu Malala ndio Secretary General. Huyu msichana, hii document yote ikifanywa kwa sababu yeye ndio alikuwa mwenye kuweka documents. Yeye ndiye alikuwa na provide information kwa maafisa hawa pamoja na wale watu wale wa CDF. Hata kama alikuwa ameondoka ofisini kwetu na akaenda kufanya kazi na Cleophas Malala kule head office ya UDA, tulimuita tukaanza ili asaidie hawa maofisa. Kwa hivyo alikuwa na habari kwamba hawa maofisa walikuwa wanatembelea buildings, wanaangalia hii iko na makosa gani, hii imetengenezwa kivipi. Sasa kuna wakati ambayo huyu Cleophas Malala alikuwa ameanza kumea pembe, alikuwa ameanza kutia hofu wana viongozi wetu kwa kuwakejeli na kuwatukana. Alikuwa anatukana Musalia Mudavadi kwamba hako na chama ya kijiji, alikuwa anatukana Moses Wetangula. Mimi nikaita kikao na wanahabari, nikaambia Cleophas Malala, utakiona cha mtema kuni, ukiendelea na hii tabia yako mbovu utaniona. Akanipigia simu siku moja akaniambia, kijana, nitakumaliza. Mimi ninasema wewe ni Mungu ndio umalize mimi. So na kuanzia ile wakati alinyamaza kabisa, sijamsikia tena akiongea. Sasa alikuwa anapatiwa briefing na huyu msichana, ananipigia simu ananiambia, kwanza wewe umeiba pesa ya CDF. Niko na faili yako. Mimi nashindwa, huyu Wahungu ametoa wapi faili yangu? Ndio uliona wale wa Citizen TV wakitangaza hiyo kitu kwa TV, walikuwa hawana uhakika, wanaongea kuhusu hii report ya Public Works lakini hawako naye. So mwenye alikuwa amepatia ile ujumbe lakini sio habari kamili alikuwa ni huyu msichana. Mambo haya yote yakifanyika, mimi nimesamehea kule Cleophas Malala na namuomba anisamehe. Nataka Mungu vile nilisema kwamba Mungu amenitumia ati sisi tunaunga mkono Rais William Ruto ambaye anaendeleza serikali. Wakati nimesema nataka kuwa gavana ya Bungoma, mishale nimeona imekuwa mingi. Nataka wachane na sisi. Nyinyi watu ya Kimilili, nataka niwaulize swali. Alafu tunatengeneza na madirisha mpya na milango mpya. Soma vizuri. Na mimi naona hivi karibuni watakuwa they will be the best public school in Bungoma County. Nataka kuja soma hii report. Chukua hiyo tuone. Kale Bugundu hapo wapi? Kale Bugundu kuja soma hapa. Hiyo BQ ndio mimi nikuje nifanye. Contractor wa shule hii. Yes. So where now there is we have number 29. I was there before. Did a short work, poor workmanship. We terminated his contract. Lakini tunasema ni asante. Najua maisha imekuwa ngumu watu wetu. And tiles to ensure that the floor is durable. Daktari amemwandikia, anamwambia hata kama huko na pesa, ukikunga chai ya sukari, utafuna miguu. And mkesa kitu hii. Those two characters cannot masquerade and purport that during your tenure as Minister for Trade and Industry, pen paper